Karibu usikilize neno la Mungu, na somo ninaloendelea nalo leo linasema pendo lake Baba atatukirimia mambo yote pamoja naye. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tuko tena mezani pako, e Mungu mfalme. Tuko tena mezani pako, e Bwana. Achilia chakula kile, e Bwana, kwa ajili ya mioyo yetu. Achilia mbegu ya neno lako, e Mungu mtakatifu, na tupe neema ya mbegu hiyo ikapate kwenda kuota kwenye mioyo yetu, e Mungu mfalme, na hatimaye tukakuzalie matunda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, nikiomba na kushukuru, amina. Kama nilivyokwisha kusema, somo tunaloendelea nalo leo linasema pendo lake Baba, na leo tunaendelea na kipengele kinachosema atatukirimia mambo yote pamoja naye. Sasa tuanze kwa kusoma neno la Mungu linalotoka katika Warumi sura ya 8 mstari wa 31 mpaka wa 35. Maandiko matakatifu yanasema hivi: basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Mstari wa 33. Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Mstari wa 34. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Mstari wa 35. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Mstari wa 36. Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Mstari wa 37. Naendelea mpaka mstari wa 37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Sasa kichwa cha somo letu leo kinasema atatukirimia mambo yote pamoja naye. Na nimeanza kwa kusoma ili andiko. Ni kwamba Mungu alimtoa kwetu kwa ajili yetu, kwa ajili ya ulimwengu, mwana wake wa pekee, mwana ambaye alikuwa ni wa thamani sana machoni pake, lakini Mungu aliweza kumwachilia kwenye maisha yetu. Yaani hiyo inaonyesha ni jinsi gani sisi tulivyokuwa wa thamani mbele za Mungu. Tulivyokuwa wa thamani mbele za Mungu, kiasi ambacho akaweza kumtoa mwana wake wa pekee ili sisi tupate kukombolewa, ili sisi tupate kuwekwa huru, ili sisi tupate kutoka kwenye utumwa ambao dhambi ilitutumikisha, utumwa ambao yule muovu alikuwa akitutumikisha, lakini Mungu akaamua kumtoa mwana wake wa pekee. Hakuwa na mwana mwingine, ndio maana Biblia inasema mwana wake wa pekee. Kwa hiyo akamtoa huyo mwana wake wa pekee. Kwa hiyo alikuwa ni wa thamani sana machoni pa Mungu. Na mimi ninaamini kabisa kwa sababu alikuwa ni wa thamani sana machoni pa Mungu, yani kule kumtoa kwake Yesu Kristo kuwa sadaka haikuwa kitu rahisi. Ilikuwa ni sadaka ambayo inauma. Haikuwa sadaka tu ya urahisi. Kama zile ambazo tunazoeaga kutoa, tunatoa sadaka ambazo hazituumi. Lakini kama maandiko matakatifu yanatuambia kwamba ilikuwa ni mwana wake wa pekee, ina maana alikuwa ni wa thamani sana kwa Mungu. Na kwa sababu hiyo inaonyesha na sisi jinsi gani tulivyokuwa ni wa thamani sana mbele za Mungu. Kwa sababu huwezi ukamkomboa mtu ambaye ni wa thamani sana kwenye maisha yako, ukamkomboa kwa kitu ambacho ni rahisi. Haiwezekani. Huwezi ukamkomboa ng'ombe kwa mbuzi. Haiwezekani. Huwezi ukakomboa shamba heka moja
kwa ukakomboa heka 10 kwa kutumia heka 1, haiwezekani. Kwa hiyo lazima kile unachotoa ili kukomboa kile unachokikomboa, ni lazima thamani zake zifanane au izidi zaidi, lakini haiwezi kuwa chini ya kile ambacho unakikomboa. Na hiyo ni kawaida kabisa hata katika maisha yetu ya kawaida kabisa. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa ni wa thamani sana kwa Mungu. Na kama Mungu aliweza kutupa sisi, aliweza kumtoa Yesu Kristo kwa ajili yetu, akamtoa awe sadaka, abebe lile deni la dhambi, tuoshwe kwa damu yake, na sio damu ile ya mafahali wala damu ya binadamu mwingine yoyote ambaye si mwana wake. Akaamua kumtoa yule mmoja aliyekuwa naye. Ina maana sisi ni wa thamani sana kwa Mungu. Narudia tena na tena ili neno hilo likae ndani yako. Ina maana sisi Mungu anatupenda sana sana sana. Sasa katika kutupenda huku, maandiko matakatifu yanasema, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Kwa sababu kama pendo la Mungu ni kubwa kiasi hicho, kiasi ambacho anaweza kumtoa mwanae, sasa atakosaje kutukirimia na yale mengine yote ambayo tunayahitaji, mahitaji mbalimbali ambayo ni ya kawaida kabisa, ambayo kamwe hayawezi kufanana na thamani aliyokuwa nayo Yesu Kristo kwa Mungu. Sasa labda hapo sasa utaanza kutafakari kwamba kama kitu umemuomba Mungu na hujakiona kwenye maisha yako, inawezekana kuna sababu fulani, inawezekana kuna kitu fulani hapo katikati. Na lazima, kwa sababu Mungu kwetu sisi ni kama mzazi. Ni kama mzazi. Hakuna mzazi ambaye maandiko yanatuambia mwanae atamuomba mkate, atampa nge. Hayuko. Na wala hatatokea. Kama sisi tulio waovu tunajua kuwapa watoto wetu vitu vizuri, je, si zaidi sana Mungu? Sasa kuna watu ambao tunaweza kufikiri na kudhani kwamba kwa sababu umeomba maombi yako labda miaka 3, miaka 5, miaka 10, miaka 20, tunatofautiana. Tukisoma kwenye maandiko, Ibrahimu aliomba mtoto, alimsubiria zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo inawezekana na wewe ni kama Ibrahimu, miaka 20, mwingine ana 10, mwingine ana 5, mwingine ana 7, na bado wanaendelea kusubiri. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kusema hapa ni kwamba wengi wetu tunapokaa tukimsubiria Mungu hiyo miaka 5 ama 10, huwa tunafikiri kwamba Mungu hicho kitu amekataa kutupa. Kwa sababu unaombea hilo jambo mwaka wa 5 na umeona kimya, na kwa sababu hiyo unaanza kufikiri kwamba Mungu inawezekana hana mpango wa kukupa hicho kitu, au inawezekana Mungu amekataa. Lakini kati ya kuomba kwako na kujibiwa, hapo katikati huwa kuna mambo mengi sana sana huwa yanatokea. Wengine inawezekana siku ya kwanza tu ulivyoomba Mungu aliachilia jibu lako, lakini wakuu wa anga wakazuia lile jibu lako usiweze kulipokea. Na hiyo tunaiona kwa Danieli. Malaika yule alivyokuja kwake akamwambia, siku ya kwanza tu ulivyojinyenyekeza, ukafunga, ukaomba, Mungu alijibu, isipokuwa mkuu wa Uajemi na wakuu wa Uyunani walinizuia nisiweze kukuletea majibu yako. Pia inawezekana jinsi ambavyo ulivyokuwa unaomba, Mungu alikupa neno. Lile neno ndio jibu lako. Ulitakiwa uliatamie hilo mpaka uone lile neno likifanyika mwili kwako. Kwa hiyo inawezekana wewe ulipewa neno, au inawezekana Mungu ana muda wake wa kujibu hayo anayojibu. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, kitu ambacho nataka kukuambia mpendwa ni kwamba haijalishi una mwaka mmoja umekuwa ukimwambia Mungu neno lile lile, lakini umeona kimya. Haijalishi una miaka 5, haijalishi una miaka 10, haijalishi una miaka 20. Kwa Mungu kukaa kimya haimaanishi kwamba amekukatalia. Kwa Mungu kuona kwamba kana kwamba mbingu ziko kimya haimaanishi kwamba Mungu hakupendi.
Haimaanishi kwamba Mungu ameacha kukupenda siku hizi kama alivyokuwa anakupenda mwanzoni, kwa sababu tu hujaona vitu vile ulivyokuwa unaviomba. Kama nilivyotangulia kusema, inawezekana hapo katikati pana mambo mengi sana, lakini kitu ambacho unatakiwa kujifunza ni kwamba jifunze kumuuliza Mungu, ni kwa nini jambo hili na kuomba, huu ni mwaka wa 3 wa 4, ninaona mengine ukiyajibu, lakini hili mbona unaliruka? Nenda mbele za Bwana kwa unyenyekevu kabisa. Kwa unyenyekevu kabisa, usiende kwa kiburi. Nenda kwa unyenyekevu na kwa upendo kabisa, kana kwamba mtoto unaenda mbele za baba yako na kumwambia, baba, mbona mambo haya yako hivi? Mbona nimeomba, nimefunga, nimetoa sadaka, lakini mbona sipokei? Kuna shida gani? Kwa unyenyekevu kabisa, mimi na uhakika Mungu atasema na wewe, kwa nini mpaka leo hujaona jibu lako? Sasa wakati mwingine, kwa nini inawezekana umekaa muda mrefu, kama nilivyokwisha kusema, inawezekana umepewa neno, lile neno ndio jibu lako kwa maombi yako. Simamia hilo, kiri hilo, atamia hilo, na kuna siku hilo neno litafanyika mwili, nawe utauona utukufu wa Bwana. Pia kitu kingine, majibu mengine yamefungwa kwenye muda, yamefungwa kwenye majira na nyakati. Labda Mungu anasema, huyu mtoto wangu nitamjibu baada ya miaka 7. Uwe na uhakika, kama nilivyokwisha kusema kwenye kipindi kilichopita, miaka 7 hii kwa Mungu sio ya kupoteza, sio ya kupoteza muda. Miaka 7 hii kwa Mungu sio ya kukaa kizembezembe, hapana. Ni miaka ya kujifunza, kwa sababu pale katikati kuna kitu Mungu anataka. Mungu anayo kusudi. Kwa nini ameacha hiyo miaka 7? Lazima kuna kitu anafanya hiyo ndani ya hiyo miaka 7. Kuna wengine, kwa nini hujaona mpaka sasa hivi? Huu ni mwaka wa 7, ni mwaka wa 10, Mungu anajibu watu wengine, lakini wewe hajakujibu. Inawezekana wengine ni shule tu, ni darasa tu, Mungu anataka ujifunze. Mungu anataka ujifunze. Kuna mengine inawezekana sio kusudi lake. Inawezekana sio kusudi lake, kwa sababu ni kama hata katika hali ya kawaida kabisa, wapo wanaosema kwamba mtoto akililia wembe mpe. Sasa kama Mungu anakupenda wewe na wewe unalilia wembe kila siku, inawezekana kabisa Mungu asikupe huo wembe, kwa sababu anakuwazia yaliyo mema, kwa sababu Mungu anakupenda sana sana sana, kiasi ambacho hawezi akakupa huo wembe alafu ukakukata. Au mfano mwingine ni mfano mzazi ambaye anampenda sana mtoto wake, lakini mtoto wake kila siku anang'ang'ana, baba nipe gari, baba nipe gari mimi nikaendeshe. Uwe na uhakika, kama yule mzazi atampa yule mtoto wake, kwa mfano labda wa miaka 10 au wa miaka 12, akampa kijana wake huyo mdogo kabisa gari, uwe na uhakika yule kijana wake atakapopiga tu moto lile gari, akatokea nalo barabara kubwa, uwe na uhakika magari mengine yatamgonga, na inawezekana ukawa mwisho wa huyo mtoto wake. Kwa hiyo baba atakachofanya ni nini? Atamwacha mtoto wake akue kwanza, ndipo ampe gari. Afike miaka 18 ajifunze gari, apate na leseni, ndipo amwachilie kwenda barabarani. Sasa kutoka miaka 10 mpaka miaka 18, hiyo miaka 7 miaka 8 aliyokaa mtoto ili kusubiri akue na aende kwenye shule ya kujifunza gari, sio muda wa kupoteza, isipokuwa ni miaka ya mtoto wake kukua. Kwa hiyo inawezekana hata sisi kwenye maisha yetu mengine akawa sio kusudi la Mungu, lakini Mungu anacho kilichokuwa chema zaidi ya hicho. Inawezekana pia Mungu anataka ukue, ufike mahali fulani, kwa sababu maandiko yanatuambia mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Atakaa yule mtoto chini ya uangalizi mpaka atakapokuwa, ndipo atakapoweza kupewa urithi wake. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, usikate tamaa, usikae mbali na Mungu, kwa sababu kuna majibu ya maombi yako unavuka nayo mwaka
kwa mwaka, mwaka kwa mwaka. Mengine inawezekana sio kusudi lake. Huwa napenda sana kutoaga mfano huu kwa mfano. Kwa mfano, unaweza ukaenda mbele za Mungu. Mungu, nipe kisu. Mungu, nipe kisu. Mungu, nipe kisu cha kawaida kabisa unaomba. Labda cha kukatia mboga, kama vile vya kukatia mboga vya kawaida kabisa vya jikoni. Mungu, nipe kisu. Mungu, nipe kisu. Mungu, nipe kisu. Na ukaomba miaka na miaka. Lakini Mungu anasema hapana. Huyu mtoto wangu huyu mimi nampenda sana, simpi kisu, nitampa panga. Kwa sababu kisu atakatia tu labda mboga. Lakini ili panga panga ndilo nililokusudia kumpa mtoto wangu tangia mwanzo. Nilivyomleta huku duniani nilikusudia kumpa panga. Na kwa sababu hiyo, kama huyu mtoto wangu siwezi kumpa kisu, lakini nataka mimi nimpe panga. Kwa sababu panga ataweza kukata nalo miti mikubwa, lakini kisu chake hataweza, kidaisha tu kukata nyanya na vitunguu na vitu vidogo vidogo kama vimichicha. Lakini mamiti makubwa hataweza. Kwa hiyo mimi lengo langu ni kumpa panga. Na kwa sababu hiyo unapoomba kisu, hutaweza kupata kisu kwa sababu sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kwako ni kukupa panga ambalo litakata mboga unazozitaka, zitakata mpaka na miti mikubwa. Kwa hiyo Mungu atakuacha ili uendelee kukua, kwa sababu akikupa panga ulipokuwa bado hujawa mature vizuri, hujakomaa vizuri, ni rahisi sana hata lile panga kuanza kukata nalo watu wengine badala ya kukatia nalo vichaka vya miti. Ni rahisi sana lile panga ambalo kama hujakomaa vizuri likakujeruhi, likawa kwako ni silaha badala likawa kwako likafanyika kwako kuwa baraka. Kwa hiyo hebu chukua huo mfano. Chukua huo mfano. Ukusaidie uinuke tena kwa upya mahali ambapo umekaa. Mahali ambapo umekaa. Mfano mwingine ni labda wewe umeng'ang'ana na Mungu. Mungu nipe baskeli. Mungu nipe baskeli. Mungu nipe baskeli. Inawezekana kusudi la Mungu alilokukusudia kwenye maisha yake, kwenye maisha yako ni kwamba Mungu anataka akupe wewe gari. Sasa Mungu hawezi kukupa baskeli kwa sababu baskeli sio kusudi lake, isipokuwa ni kusudi la kwako wewe. Sawasawa na akili zako, sawasawa na ufahamu wako, na sawasawa na uwezo wako uliokuwa nao. Lakini Mungu anataka akupe gari. Kwa sababu yeye afikiri kama wewe. Yeye anaweza wote na nguvu zote. Nafikiri sasa mtoto wa Mungu unaanza kuelewa kidogo kidogo. Kwa hiyo inawezekana sio kusudi la Mungu hicho unachokiomba. Jaribu kutafuta nini kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Badala ya kuanza kuwaza kwamba Mungu hakupendi, hapana. Tafuta kusudi la Mungu ni lipi kwenye maisha yako. Na kama nilivyokwisha kusema kwenye maandiko kwamba kwenye hiyo Warumi sura ya 8 mstari wa 35, maandiko yanatuambia ni kitu gani ambacho kitaweza kututenga na upendo wa Kristo. Na maandiko yanatuambia ni hakika hakipo. Iwe ni kutokujibiwa maombi yetu, iwe ni dhiki kama mtume Paulo alivyotuambiwa, iwe ni kuanguka kwenye dhambi. Haijalishi unaanguka mara ngapi. Hakikisha unarudi tena kwa Mungu. Hakikisha unarudi tena kwa Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kukukataa. Na hata sehemu moja kwenye Biblia haipo iliyosema kwamba wewe umeanguka mara nyingi sana na kwa sababu hiyo umeanguka mara 7 mimi sikuhitaji tena, ulishatubu vya kutosha. Haipo. Kwa hiyo haijalishi umeanguka, haijalishi umeanguka mara ngapi, hakikisha unarudi tena kwa Bwana. Hakikisha unarudi tena kwa Bwana. Na pale ulipoangukia, hakikisha pawe darasa kwako. Mimi na hakika hutaanguka tena pale pale. Pawe darasa kwako, ujifunze na kujifunza. Usiwe kama Israeli ambaye alikuwa kila siku anapitishwa kwenye mtihani wa kiu ya maji, anapitishwa mara 2. Mara ya kwanza ina maana hajaelewa, Mungu anamrudisha tena kwenye darasa lile lile kwa sababu anakuwa hajaelewa bado. Kwa hiyo hakikisha na wewe mahali ambapo unaangukia, jifunze, nenda mbele za Bwana. Funga, omba, toa sadaka kwa machozi. Mwambie Mungu, nifundishe namna ambavyo naweza kutoka hapa.
namna ambavyo unaweza kutoka hapa. Sasa hebu tusome maandiko kwenye Luka sura ya 15. Tuone Luka sura ya 15 mstari wa 11 mpaka wa 24. Hizi ni habari za mwana mpotevu. Hizi ni habari za mwana mpotevu. Mstari wa 11 maandiko yanatuambia hivi, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali yangu iliyoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Mstari wa 13, hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Mstari wa 14, alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Naruka kidogo kwa sababu ya muda, ninaendelea mstari wa 17. Unasema, alipozingatia moyoni mwake alisema, watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Mstari wa 18, nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Mstari wa 19, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Mstari wa 20, akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Mstari wa 21, yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Mstari wa 22, lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mstari wa 23, mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Mstari wa 24, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka, alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Hii ni habari ya ajabu sana, na hii habari inafanana sana na maisha yetu. Huwa tunafikiri kwamba kwa sababu umeanguka mara nyingi, na kwa sababu hiyo Mungu hakupendi tena, kama kwanza ulivyompokea Yesu ile mara ya kwanza, ulivyoongozwa toba ile mara ya kwanza kabisa. Lakini mfano huu Yesu aliuachilia ili iwe mfano kwenye maisha yetu, kwamba mtoto huyu, mwana huyu mpotevu, alifikiri kwamba kwa sababu amekosa juu ya mbingu na mbele ya baba yake, na kwa sababu hiyo baba atamuondolea nafasi yake, na kwa sababu hiyo baba angemfanya kuwa kama mmoja wa watumwa wake, wa watumishi wake, amweke huko, amtenge huko. Na labda inawezekana na sisi tunafikiri kama mwana huyu mpotevu, lakini kitu cha ajabu kabisa, tunaona baba huyu amesema hapana. Akawaambia, leteni vazi lililokuwa jipya. Wakamvalisha vazi, wakamvika viatu na pete kidoleni, akaleta na karamu, akaandaa na karamu, akamrudisha tena kwenye ile nafasi. Akamrudisha tena kwenye ile nafasi. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza kujifunza hapa, mtoto wa Mungu, kwenye mfano huu ni kwamba rudi kwa Bwana. Rudi tena kwa Bwana. Haijalishi umeanguka mara ngapi, haijalishi kwamba haukuwahi kabisa kwenda kwa Mungu. Nenda kwa Bwana, kwa sababu Bwana anakupenda. Bwana Yesu alimwaga damu yake kwa ajili yako, kwa sababu alikupenda mno. Maandiko anasema aliwapenda watu wake upeo. Aliwapenda upeo. Kwa hiyo rudi kwa Bwana. Bwana atakurudishia nafasi yako. Bwana atafanya tena sherehe kwa ajili yako. Atashangilia na atatangaza, mwanangu huyu alikuwa amepotea na sasa amepatikana, alikuwa amekufa na sasa amepatikana tena. Kwa hiyo rudi tena mbele za Bwana. Ndio kitu ambacho ninakisisitiza tena na tena na tena na tena. Sasa kitu kingine ambacho ninataka ukione ni kwamba
kuna vitu vingine tunapitia kwenye maisha yetu, tunafikiri kwamba Mungu hatupendi. Kwa mfano, kitu kimojawapo ni pale ambapo Mungu anaturudi. Mungu anaturudi kama namna ambavyo hata wazazi wetu wa huku duniani kawaida kabisa, baba na mama zetu wale wa kimwili walivyokuwa wanaturudi. Sasa hebu ngoja tuone maandiko yanasemaje. Kwenye Waebrania sura ya 12 nitasoma mstari wa 5 mpaka wa 11. Maandiko yanasema hivi. Yanasema, tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, mwanangu, usiyadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo wako ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Umeona? Yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Mstari wa 7. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahili, Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Mstari wa 8. Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Mstari wa 9. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Basi si afadhali sana tukijitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Mstari wa 10. Maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake. Mstari wa 11. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Kuna watoto, kabla sijasema, ngoja tena nisome kwenye kitabu cha Mithali. Nisome Mithali sura ya 23 mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi na wa 14. Usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake na kuzimu. Kwamba baba zetu wale wa mwilini walikuwa wanatuadhibu. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma nilivyokuwa tunaanza shule, darasa la kwanza la pili, ilikuwa kuamka asubuhi ilikuwa ni shida sana. Sasa baba alikuwa anakuja asubuhi anatuchapa sana fimbo. Chapa fimbo, anahakikisha kwamba lazima umeenda shule. Unalalamika, unajua tumbo linauma na nini hivyo, lakini anakuchapa fimbo, alafu unaenda shule huku ukilia. Sasa miaka ile kwangu ilikuwa ni kitu kigumu sana. Unaweza hata ukafikiri kwamba hivi baba kweli anipendi, maana nichapa namna hii. Hivi ni huyu ni baba yangu kweli ananichapa namna hii, kwa sababu tu ya shule. Lakini kadiri miaka ilivyokuwa inaenda, nilijifunza kwamba baba alinipenda, na ndio sababu alikuwa ananichapa ili niende shule. Kwa sababu angekuwa kama hanichapi, ina maana asingekuwa ananiwazia aliyo mema. Kwa sababu baba yeye alikuwa anaona mbele. Ndio maana alikuwa ananichapa asubuhi kuhakikisha kwamba naamka, ninavaa uniform na ninaenda shule. Lakini kama mzazi angekuwa nina asubuhi ninataja magonjwa yale na ananiacha, ninalala tu na siendi shule, ina maana huyo mzazi ananichukia. Kwa sababu yeye anaona kesho na mimi sioni kesho. Sasa hao ni wazazi wetu wa kimwili. Kawaida kabisa katika maisha yetu ya kawaida kabisa. Kadhalika na rohoni ni hivyo hivyo, kama nilivyosoma kwenye ile Mithali. Wakati mwingine tunakuwa tunaelekea kuzimu, mbele yetu kuna shimo ile unaenda kudondoka. Sasa Mungu asiposimama akakurudi, Mungu asiposimama mbele yako akazuia, Mungu asiposimama mbele yako akafanya kitu, uwe na uhakika unaenda kwenye hilo shimo. Kwa hiyo mwanzoni ni kama mimi nilivyokuwa naenda shule. Mwanzoni inawezekana usielewe sana. Inawezekana mtoto wa Mungu uelewi sana ni kwa sababu gani Mungu hajakujibu mpaka leo. Inawezekana uelewi ni kwa sababu gani unapita hiyo njia.
Ni kwa sababu gani yanakukuta hayo yanayokukuta? Na umeomba, umefunga, umetoa sadaka miaka na miaka, lakini bado hujavuka. Inawezekana kabisa. Inawezekana kukawa na sababu nyingi, lakini inawezekana Mungu akawa anakurudi. Kuna kitu anakiona mbele yako, na kwa sababu hiyo anasema hapana, mtoto wangu huyu nitampa baada ya miaka 3, baada ya miaka 5. Sio kwamba nimemnyima, lakini kuna kitu naangalia kwenye maisha yake. Kuna kitu nakiona kina develop kwenye maisha yake, anaendelea kukua. Kuna kitu nakiona, kuna kiburi kwenye maisha yake, sasa nikimpa hapa naenda kumwangamiza. Kuna vitu naviona kwenye maisha yake, na kwa sababu hiyo anakuwa anakurudi. Sasa kurudiwa na mzazi, kurudiwa na Mungu, zile fimbo haziwezi kuwa ni kitu kitamu, haziwezi kuwa raha, ni lazima ziwe za uchungu. Kama zile ulizokuwa unapigwa na baba yako na mama yako, ni hivyo hivyo. Kwa hiyo kurudiwa na Mungu ni kwa sababu anatupenda sana. Anaokoa mioyo yetu na nafsi zetu na kuzimu. Ndio maana maandiko yanatuambia kwamba anasema mlihuzunishwa kwa kitambo. Na mimi kule kuhuzunishwa kwenu sisikitiki. Kwa sababu mlihuzunishwa. Hapana. Ninafurahi mlihuzunishwa, kwa sababu kule kuhuzunishwa kwenu kuliwapelekea mkatubu, mkamrudia Mungu. Mkamrudia Mungu. Kama nilivyokwisha kusema kwenye kipindi kijacho kwamba katika kipindi ambacho tunakuwa karibu sana na Mungu ni kipindi cha majaribu, ni vipindi vile vigumu, ni vipindi vile ambavyo ni kama vile mbingu, unaona ni kama vile mbingu zimefungwa, kila kitu kiko kimya. Ukijaribu ni kama vile unaomba maombi, saa nyingine unaona ni kama vile unatindua zege lililowekwa nondo za milimita 16 na kokoto nyingi na simenti ya kutosha. Unaona kama vile ni kama vile alichimbuki kabisa, na mbingu zote ziko kimya, na yale yote unayoyaomba ni kama vile hayana majibu. Lakini niko hapa kukuambia kwamba Mungu hajakuacha. Haijalishi unatindua zege, haijalishi ni kama unapiga ngumi kwenye ukuta mnene kabisa na hauna matokeo, haijalishi unaona ni kama vile Daudi alivyosema, maombi yale yanamrudia kifuani mwake tena. Ni kama vile upati mpenyo. Bwana bado anakupenda, na Bwana bado ana haja na wewe, na Bwana bado yuko kazini, haja kuacha na hawezi kukuacha wala kukupungukia kamwe, haijalishi kwa hali unayopita nayo. Kwa hiyo Bwana anaweza kutukirimia mambo yote. Anaweza kutukirimia mambo yote. Yote tunayomwomba. Yote tunayomwomba. As long as yako kwenye kusudi lake. Yeye anaweza kutukirimia mambo yote. Kwa sababu aliwahi kutupa Yesu Kristo wa thamani kabisa. Na ndio maana leo yeye Mungu hashindwi wewe kukupa gari. Hashindwi wewe kukusababisha ukasoma, ukawa na PhD, ukasoma, ukawa na degree, japokuwa kwako imekuwa ni ngumu sana. Hashindwi wewe kukupa mtoto, hashindwi wewe kukupa ndoa ambayo utaifurahia, kila mmoja atamfurahia mwenzake badala ya magomvi. Mungu hashindwi na vingine vingi ambavyo tunamuomba. Hashindwi wewe Mungu kukupa afya, kukupa uzima. Umeona? Hashindwi wewe kukukirimia. Kama aliwahi kukukirimia Yesu Kristo, damu yake ikamwagika pale msalabani, na kwa sababu hiyo hashindwi kamwe kukukirimia na mambo yote pamoja naye. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, Bwana anakupenda sana. Lakini inawezekana naongea na wewe, lakini hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpokee Yesu Kristo leo. Saa ya wokovu ni sasa. Pendo la Mungu liko hapa kwa ajili yako. Lipo. Lipo wazi. Mikono ya Mungu iko wazi. Inataka kukushika mkono, inataka kukukumbatia. Isipokuwa inakusubiria wewe uwe tayari. Useme, Mungu, ninalitaka hilo pendo lako.
Mungu, ninataka hilo vuguvugu lako. Mungu, ubaridi wako ninautaka. Mungu, ninataka hilo pendo lako tena kwenye maisha yangu. Sasa ikiwa uko tayari mpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako au kuokoka, fuatisha sala hii pamoja nami. Sema: Bwana Yesu, leo nimetambua ya kwamba unanipenda upeo. Na leo nimetambua ya kwamba wewe ni Mungu mwaminifu na wa kweli. Na kwa sababu hiyo, Bwana Yesu, ninaamini kwamba ulikufa msalabani na ukamwaga damu yako kwa ajili yangu. Ninaomba damu yako hiyo initakase na inioshe dhambi zangu zote, kwa maana ninakiri ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba Bwana Yesu, ingia ndani yangu kwa uweza wa Roho wako. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Amen. Sasa kama umefuatisha sala hii pamoja nami, hongera kwa kumpokea Yesu. Hakikisha unasoma neno la Mungu. Hakikisha unahudhuria kwenye ibada. Hakikisha unautafuta uso wa Mungu ili uendelee kukua na kukua na kukua kwenye wokovu wako. Sasa kwa leo nitaishia hapa. Wiki ijayo nitaendelea na kipengele kingine tena cha somo hili. Asante sana kwa kunisikiliza na Mungu akubariki. Amen.